Richard. God got me out of depression. Mungu amenitoa kwenye hali ya got me off the drugs. Na madrug. And he walks with me every day. Na namtazama kila siku. That's it. Amen. Amen. And that's what God wants us to do. Many people feel embarrassed. They don't want to talk about what God is doing. Our brother said he had depression. And he was taking drugs. And God saved him from all of those things. And us along with him. Let's clap for the Lord. Hallelujah. Amen. Things like that are very hard to leave. It's only God. And like I was saying last Sunday, the only way to have victory is to tell people. If you hide it, then Satan will be able to conquer. But without shame, you just tell people, this is the way that I was, and you will overcome Satan. Hallelujah. Amen. All right, so James. At this time, I'll welcome Brother James. I don't know where he went. James can give us announcements. And then we'll continue from there. All right, thank you, James. Praise the Lord. Announcements for the 22nd of June. All children 12 years and above must stay in the auditorium during Sunday service. Watoto wote miaka 12 na kuendelea wanapaswa bakia ndani ya kanisa. We ask that you please bring your Bibles, pens and notebooks every Sunday. Tafadhali leta Biblia, bike pamoja na kitabu cha kuandikia kila Jumapili. On Tuesday there will be our standard 8 p.m. World Changers Worship Center Bible study and prayer meeting. Siku ya pili kama kawaida kuna mafundisho ya Biblia pamoja na maombi, inaanza na saa 2. For your information, we are currently reading in the book of Matthew chapter 24. Kwa muda huu tunasoma katika kitabu cha Mathayo 24. Please join us for fellowship and study of His Word. Tafadhali jiunge na sisi tunapo soma neno lake. The meeting will be available via Zoom. Meeting hii inapatikana kwenye mtandao wa Zoom. For anyone needing assistance with Zoom, please see Brother James Asima or Sister Christina. Na kama unahitaji msaada wa kuingia kwenye mtandao wa Zoom, unaweza kaniona mimi au Brother James. On Thursday we'll have our standard World Changers Worship Center youth meeting. Siku ya 4 kuna meeting ya vijana. The 7 p.m. meeting will be at Brother Julius and Sister Amanda's home. Na meeting hiyo inaanza na saa 1, itakuwa kwa kaka Julius na dada Amanda. The meeting will also be available via Zoom. Na inapatikana pia kwenye mtandao wa Zoom kama huwezi kufika pale nyumbani. On Saturday there will be both the North and South Area World Changers Saturday morning prayer session. Kuna maombi siku ya posho. The 9 a.m. session will be at Mama Famia's and Sister Simbinga's home. Na maombi inaanza na saa 3, wakunozi wanakutana pale kwa Mama Simbenga na wakusanzu wanakutana kwa Mama Femina. On the 5th of July, we'll be celebrating Pastor Albert's birthday. Tarehe 5 ya mwezi wa 7 tutakuwa tunasherehekea siku ya kuzaliwa ya pastor. The 4 p.m. celebration will be held here at the Bethel facility. Na sherehe inaanza na saa 10. Itakuwa hapa kanisani. We ask that you please come and bring a friend. Tunakuomba uje na ulete na rafiki yako. Pastor Albert asks
is currently taking donations for the July mission to Africa. Kwa muda huu Pastor Robert anaomba msaada kwa trip au safari ya mwezi wa 7 anaenda Afrika. He requests donations of new or slightly used clothing and shoes. Anaomba unaweza kuleta manguo ambao au yavai au manguo yenye uliyavaa mara moja na viatu pia. And we ask, please, no old items. Na tunaomba usilete yale ambayo the collection will be done next Sunday. Na tutakamata kila kitu siku ya Jumapili ijayo. We thank everyone who are able to contribute for this donation. Na tunashukuru wote ambao wanaweza kutoa. Thank you. Asante. Pigeni makofi. Yes, hallelujah. Alright, sasa hivi tutaendelea katika taratibu yetu, ni wakati wa kutoa sadaka. At this time it's time to give our offering. Na kwa niliwaachia moyo sana download hii app kwenye simu yenu. I would encourage you to download Givelify on your phone. Toa tu app moja kwenye simu yako upate nafasi ya hii app hii. And if your phone is full, you can remove at least one app to get it. Ni njia rahisi sana kumtolea Bwana. This is the easiest way to give to the Lord. Njia ya teknolojia ya kisasa. And the technology of today. So download hii, una type jina ya kanisa, World Changers Worship Center. So if you download this app and then you type in World Changers Worship Center, utaona jina ya kanisa yetu. You will see the name of our church along with the location. Alafu ukibonyeza, and then if you click on it, itakupatia ile option ya unataka kutoa pesa ngapi ama unataka kutolea Bwana ngapi. It will give you an option of how much you want to pay or to give. Itakupatia pia option ya kama unataka kutoa monthly kila mwezi. And it can even give you a reoccurring, so it gives every month. Ya sasa kama wewe ni mtu mwaminifu wa kutoa fungu lako la 10, unaweza weka tu kadi yako hapa ama benki yako hapo na kila mwezi inatoa tu hiyo fungu lako la 10. So if you are faithful in your giving, you can just put your bank information or your card information on there, and then you'll just be taking it every single month. You don't even have to think about it. Ya kama unalipwa kila wiki, unasema kila wiki toa 100, kila wiki toa 100, alafu mwisho wa mwezi unaona umemtolea Bwana ile fungu lako la 10 kwa yale umelipwa hiyo mwezi. So you can set it up to, if you get paid weekly, you can give 100 every week, 100 every week, and then at the end of the month you'll see how much you've given that month. Na kitu mzuri na hii app ni kwamba ikifika mwisho mwaka ujao wakati wa tax. And the good thing about this app is when it comes to tax season, watakutolea hiyo taratibu yote, pesa yote ulitoa kwa kanisa na kupatia ile receipt. They will give you the receipt of how much you've given to the church. Kwa sababu watu serikali pia inataka kujua ulitolea Mungu ngapi. Because also the government wants to know how much you've given. Alafu pia unapata inaitwa tax break, wanakukatia kidogo kwa sababu umtolea Bwana. And they will give you a tax break because you've given to the Lord. Kama si vibaya kumtolea Bwana, so it's not bad to give to the Lord. Hata serikali inatutia moyo, inatuencourage kumtolea Bwana. Even the government encourages us to give to the Lord. Kuna watu wanataka hata milioni 1 kwa kanisa. Wanasema kwa ministry fulani, wanasema ina mtolea Mungu. And there are some that give like millions of dollars to a ministry. Kwa sababu anajua serikali itamwambia asante sana kwa kutolea kwa sababu ya Mungu. And because they know that the government will say thank you so much for giving to the church. Kwa Kiingereza inaitwa tax break. And in English it's called tax break. Amen. 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 So wale wanapenda kutumia app kama wewe umezoea kuleta cash kanisani ni sawa, na kama unataka kuandika cheki unaweza andika cheki, na kama kuna shida unajui kuandika cheki, nione mimi nione huyu muone pastor atakusaidia kuonyesha hivi ndio utaandika cheki hapa Marekani. So you can use the app, or you can give cash as normal, or you can write a check if you need to. If you don't know how to write a check, you can see me or Uncle Julius or Pastor, na tutakusaidia. And we can help you. Na utajua sasa utakuwa ukiandika cheki ama unatoa na bila tu ya kawaida. Then you'll know if you give a check or you give just the regular. Haya basi wacha tuombee sadaka. Let's pray for the offering. Thank you. Asante Mungu kwa siku ya leo. Asante kwa sababu ya kutubariki na pesa na makazi na familia na mambo mengi umetubariki na Bwana. Hii njia ya kutoa Bwana ni njia moja tu umetushauri ya kwamba tukutolee
ili tuone ukifungua milango na madirisha ya mbinguni za baraka. Na sisi bado tunasimama katika maandiko hayo na tunataka kutolea sadaka na pia tukutolee fungu letu za 10 ili kanisa hili liweze kuendelea na iweze kupanuka na kufikia eneo zote za ulimwengu kwa sababu ya watu wako wamekutolea. Wabariki Bwana, bariki kazi zao, bariki mifugo yao, bariki nyumba zao, bariki wale watatoa zaka zingine za shukrani, bariki na kila kitu kwa bariki kabisa. Katika jina la Yesu Mungu na tunaamini. Amen. Wewe
tunasimama ndani yako Bwana. Wewe ni Mungu
So today we're going to tackle parenthood or mzazi. Leo tunataka tuzungumzie majukumu ya mzazi. And so I'm going to invite Pastor Albert and Pastor Baraka. Tutaalika Pastor Albert na Pastor Baraka. And we'll give people opportunity today to ask questions. Na tutapatia watu opportunity ya kuuliza maulizo. Hallelujah. Amen. All right. And Mama can say help us translate. Madam Christina. Yes, and Christina can help us. Hallelujah, hallelujah. Check. Hallelujah. All right, so I'm still going to be the moderator. Mimi tu nitakuwa tukiongozi. And I'll be asking the question. I have it on my phone. Na nitakuwa nauliza hayo maulizo na maulizo siku hii niko nayo kwenye simu yangu. And please write your notes. Tafadhali kuwa na nafasi ya kuandika mahali ambapo unaweza ukaandika. And don't forget to ask those questions while we talk, okay? Na usisahau kuuliza hiyo maulizo tunapokuwa tukizungumza. And the first question that I'm going to ask these two gentlemen, I'll also be helping to answer some of them. Na ulizo ambayo ya kwanza nitenda kuuliza hao baba hapo itasema hivi. So, Pastor, do you want us to start with what questions you want to start with? Number 1 or number 11? Na Pastor nataka tuanze na nini? 11 ama? All right. Okay. All right, so here's the question. Ulizo zinasema hivi. How do you model faith and integrity to your children in a world full of distraction, temptation, and cultural confusion? Na unaelekeza aje watoto wako katika imani wanapokuwa katika majaribu na hiyo mambo yote ambayo wanapitia? I'll repeat the question again. How do you model faith and integrity to your children in a world full of distraction, temptation, and cultural confusion? Unaongoza aje watoto wako katika imani na ukweli katika hii hali ya kuchanganyikiwa ama na distraction ama distraction si chuo kwa Kiswahili. Watoto wanapokuwa distressed na dunia hii na yote ambao wanaipitia, sasa wewe mzazi unaongoza vipi watoto wako ndani ya njia ya imani? Yeah, na kuna mambo matatu hapo. Kuna ile integrity, yani heshima. Alafu kuna zile mambo ambazo zinatuchanga sisi kama binadamu. Ni ulimwengu, kuna mambo mengi yanatuchanga, alafu na tamaduni zetu ambazo zinatuchanga. So I'll start with Baraka. Tutaanza na baba hapo. Baraka, karibu. I thought you were going to start with the pastor. Okay, we'll start with pastor. Nilifikiri utaanza na pastor. Acha tuanze basi na pastor tusikie yeye ataongoza watoto wake vipi. Okay. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe tena. I think amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Okay, good. So, I think we look into 3 things, as Julia said. Nafikiri tutachunguza vitu vitatu kama vile mtumishi wa Mungu Julia alisema. We will be talking about faith. Tutazungumzia imani. And before I continue, na kabla sijaendelea, I would like us to read Proverbs chapter 22. Nilitaka tusome Mezali 23. And then you will tell me the verse because I gave it to you last Sunday. 22 Mezali. Na kwa sababu tulipana tena Jumapili ambayo ilipita. Mezali 22 tutaisoma. Yule ambaye yuko tayari anaweza kusoma. Karibu dada.
What was the verse? Verset ilikuwa ni chapitre 22 22:6. Very good. verset 6. Proverbs 22 verse 6. Methali sura ya 22 na mstari wa 6. This is how the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inasema. Train up a child Umuongoze mtoto wako in the way he should go, kwa njia ambayo anapaswa kwenda, and when he is old, na anapozeeka he will not depart from it. na hataweza kuisahau. That is one. Hiyo ni moja. So give me Malachi. Nipatie Malakai. What was the chapter? Chapitre ilikuwa ni Malakai 4:6. ile 6 Malakai. Okay. The Bible says, Biblia inasema he will turn the hearts of the fathers. atarudia roho ya baba. I think you see that it's not mothers. Unasikia kama sio wa mama. To the children, Kwa watoto, and the hearts of the children na roho za to watoto their fathers. kwa wababa zao. Lest I come Na ninakuja and strike the earth with a curse. na kuonya dunia kwa laana. They can read it in Swahili. Soma dada. Naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Amen. Amen. Now, as the question was asked, Kama vile ulizo limeulizwa, we have the word faith, tuko na neno imani, we have integrity. na tuko na Integrity, heshima, yes. And we have the community or the society or the environment. na tuko na communauté ama société. How do you train your child through faith, integrity, in a society that is already Na mtoto wako unamuongoza kivipi katika imani na heshima ndani ya hii société is already confused? ambayo hii dunia imeisha kuchanganyikiwa tayari. That means there is a problem of identity somewhere. Inamaanisha kutakuwa shida ya identity mahali. And when we are talking about faith as a church, we talk about God. Na tunapozungumzia imani kama vile kanisa, tunazungumzia pia Mungu. How do you train your child into faith? Unaongoza mtoto wako kivipi ndani ya imani? How do you train your child to know God? Unaongoza mtoto wako aje ili amjue Mungu? Because your child must know who created him. Mtoto wako ni lazima ajue ni nani alimuumba. He is not here by mistake. Yeye hakuwa hapa tu kwa kushtukia. And God is first. Na Mungu ni number 1. The Bible says, Biblia inasema, first seek the kingdom of God, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, and the rest will be added. na mengine yataongezewa. So it is important Ni kitu cha muhimu for our children kwa watoto wetu to understand God kuelewa Mungu, in order to understand who they are, na ili wajitambue hao ni wanani, and also understand who they are not. na wajue hao hawako wanani. Amen? Amen. Because they go to school, Kwa sababu wanaenda shule, they are in the community, wako ndani ya community, they are in the society, wako ndani ya society, and the society can offer anything. na society inaweza ikatoa kila kitu. And you don't have the right to say that, no, I don't want what you are giving. Na hauna ile ruhusa ya kusema hapana, sitaki yale ambayo unaipana. But you have the right to train him in your house. You have a parameter where you can train this child. Lakini wewe uko na ruhusa ya kumwajibisha mtoto wako ndani ya nyumba yako. So that when he goes out, anapoenda nje, he is full of power, atakuwa amejazwa na nguvu, to know the truth, ya kujua ukweli, to know what is good, ya kujua ambayo ni and nzuri what is bad. na ile ambayo ni mbaya. That way, Hiyo njia he will be
yes. atakuwa na uhuru ya kusema ndio What is yes? kwa ile ambayo iko ndio, And no. na atasema hapana What is no? kwa ile ambayo iko hapana. Amen. I'm just laying the foundation. Niko tu naanzisha msingi. You know, 75% of what is around us Unajua 75% ya ile ambayo inatuzunguka become inakuwa or define our identity. ama inaonesha utu wetu ama identity yetu. We have role models. Tunakuwa na hizo role zote. Maybe in the society. Pengine ndani ya watu. Maybe at school. Pengine kwenye maybe in sport. Pengine kwenye masport. That's why you can find that your child just come. Ndio sababu unaweza kutana mtoto wako anakuja tu leo. And resemble one icon or one celeb. Na anaanza kufanana hao wa celeb. And you ask yourself, where did you get this? Na unamuuliza jamani, hii ilianza kutoka nini? Copied somewhere. Alijifunza ama kukopia because he want to become like someone somewhere. Sababu anatafuta afanane mtu fulani mahali fulani. Do you think that you taught him that? Unafikiri umemfunza mtoto wako hivyo? No. Hapana. But he saw it. Lakini ameiona. He admired it. Na akaitamani. He want to become that. Na anataka kukua hivyo. So when he comes back home, anaporudi nyumbani, it's another conversation. Hiyo inakuwa mazungumzo mengine. Maybe you can succeed. Pengine unaweza pata ushindi or not. Ama usipate ushindi. So I was just laying the foundation. Nilikuwa tu naanzisha msingi. And then I'll leave the rest to. Acha niachie ingine Pastor Baraka. God bless you. Mungu awabariki. So you're laying foundation for me? Sasa wewe umeanzisha msingi kwangu kwa kweli. All right. So the question is a very beautiful one. This Father's Day has been very interesting. Na ulizo ilikuwa nzuri kabisa. Hii siku ya baba ilikuwa siku nzuri. How do you model Christian faith to your children? Unashauri imani ya Kikristo namna gani ndani ya watoto wako? In a world which is already corrupted with everything that is going on. Ndani ya dunia ambayo imeharibika tayari. So the question is, how do you do it? Na ulizo inauliza wewe unaifanya aje kama mzazi? Now the pastor has read Proverbs 22 verses 6. Na mchungaji ametusomea Methali 22 na sura ya 6. Train up a child kuelekeza mtoto in the way he should go. Na kwa njia ambazo anastahili. And when he is old. Na anapokomaa. Now there is the catch. Hii iko kuna mtego. Many times us as parents we get frustrated. Mara nyingine sisi kama vile wazazi tunapatwa na huzuni ya hasira. We have trained our children the way they should go. Kwa sababu tumeelekeza watoto wetu njia ambazo wanapaswa kupitia. But we are seeing something else that we never trained them in. Lakini tunaanza kuona mambo mengine ndani yao ambao hatujawahi kuambia na kuelekeza. The Bible says when he is old. Biblia inasema anapozeeka. Not when he is young. Haiko wakati atakuwa kijana. And sometimes we want to see them walking in God when they are young. Na pengine huwa tunataka watembee katika hizo njia wanapokuwa vijana. And when that doesn't happen, we get frustrated. Na hiyo kama haikujitokeza tunajisikia kuwa na huzuni ama hasira. But we need to remember when they are old. Lakini tukumbuke Biblia inasema wanapokuwa wazee. When do they become old? Na watakuwa wazee siku gani? Sometimes they think they are old, but they are not old. Mara nyingine wanafikiri hao ni wazee lakini bado si wazee. The time you realize they are old is when they begin to walk in the ways you taught them. That's when they are old. Wakati wataanza kutembelea hizo njia ambazo tumewaelekeza, hapo ndio watakuwa wamezeeka. So then how do you model the faith? Sasa unashauri aje imani? So I would like highlight 3 things that I do. Nilipenda vitu vitatu ambavyo ninapenda mimi. Number 1 is I've got to teach them the way of the Lord. Kitu ya kwanza nitaenda kuwafunza njia za Mungu. But I have to realize that I'm having a lot of competition out there that are trying to train them in another way as well. Na mimi nakia kutanisha ya kwamba niko na kubishana kwa sababu ninapaswa kuwaongoza katika njia. As a parent, I've got to understand that. Kama
vile mzazi nimeelewa hiyo. That we are having a media training them. Na tunakuwa na hizo media ama television, telefoni ambazo zinawatrain. We are having social media training them. Tuko na hizo social media, YouTube ambazo zinawatrain. And then they have their friends training them. Na kunakuwa tena marafiki ambao wako wanawatrain. And so you are competing against an army that sometimes is too difficult to overcome. Na unapigana na hiyo majeshi ambayo inakuwa nguvu kwako ili ushinde. But in modeling to them the way of faith, lakini kuwashauri katika njia ya imani, I don't just have to teach them. Sipashi tu kuwafunza. I've got to demonstrate it myself. Ninapata kujisimama kwa mwenyewe. How I treat their mother. Namna gani ninaongoza ama ninaelekeza mama yao. And they see. Na wanaona. That will give them training on how to handle their wives. Na hiyo ndio inao itawaelekeza namna gani watashika wake zao. How I handle myself. Na mimi mwenyewe ninajishika namna gani. If I tell my children do not come back home late, nikiambia watoto wangu msikuwa mnarudia kunyumba usiku, do I come home late? Mimi nakuja usiku ama mimi nakuja mapema? If I tell them you need to pray, kama ninaambia watoto wangu mnapaswa kuomba, do I pray? Mimi ni muombaji kweli? When I tell them you should speak the truth, ninapowaambia mnapaswa kuongea ukweli, do I lie? Mimi ni msema uongo? So they will have not just what they have had me say, hawatakuwa tu na ile ambao watanisikia mimi kusema, but they will they will do what they have seen me do. Watatenda yale ambayo wanaona mimi baba yao ninaitenda. I was talking to my children over here, Jovan, Yel, and Janelle, they are all seated here. Nilikuwa naongea na watoto wangu. And I have some other children in faith around the world. Na niko na wengine watoto ndani ya imani huko duniani. But I was telling my children, I do not want you just to do what I'm telling you. Nikaambia watoto wangu sitaki tu mtende yale niko nawaambia kutenda. I want you to do what you see me do. Ninataka mtende pia yale ambayo mnaona mimi ninafanya. I want you to follow me. Ninataka mnifuate. Follow my example. Fuata mfano wangu. I have my phone with me. Mimi niko na simu yangu pamoja na mimi. My children have a password to it. Watoto wangu wako na password ya simu yangu. They can access it if they need to. Wanaweza kuangalia kama wanataka. So when I tell them, I don't want you to keep your password on your phone by yourself, I model that to them. Nikisema mimi sitaki hizo simu zenu zikuwe na password, na mimi napata kupasha kukua mfano kwao. We have a rule in our house called the grandmother's rule. Tuko na sheria ndani ya nyumba yetu ambayo inaitwa sheria ya watate. Grandmother's rule means if I pick up your phone, sheria ya tate inasema nikichukua simu yako, then what I'm able to see in it should be what should be what you will not make me. In other words, what I have in my phone, I should be comfortable my grandmother seeing it too. Ile ambayo nitakuwa nayo kwa simu yangu inapaswa kumfanya tate yangu akuwe huru kuona yale ambayo yako kwenye simu. The conversation I'm having with people, I would like anybody else as my grandmother to see it. Mazungumzo nitakuwa nao na watu, nitataka pia vile tate yangu naye aione. So there should be nothing in my phone hakupaswi kuwa kitu kwenye simu yangu that you should be uncomfortable seeing yourself. Ambayo wewe mwenyewe itakufanya hauna uhuru ya kutizama mambo. And if I throw my phone over to Jovan, to Janelle, to Yeri right now, nikipatia Jovan au Janelle simu yangu sahihi, they know my password. Watoto wanajua password. They can put it in and begin checking what I'm doing. Wataangalia, wanaanza kupekua yale mambo ambayo ninafanya kila siku. We have 360 in our phone. We have 360 in our phone. App called 360 in our phone. Tuko na hizo app zinaitwa hivyo 360. Now that will show you where I am anytime, any day. Tuko na hizo application ambazo zina control kujua mahali ambapo tuko. When I'm driving, ninapokuwa nikitembeza, if I'm hitting 100%, you can see. Ukitafutisha kwa simu yako utajua huyu mama yuko mahali. When I'm at work, it will show you. Nikikuwa kwenye kazi itakuonyesha. What time did I get to work? Saa ngapi niliingia kazini? What time did I leave? Na saa ngapi nimetoka kazi? Did I pass by Walmart? Nilipitia Walmart? Did I pass by McDonald's? Nilipitia McDonald's? They can know. Watoto watajua anytime. Muda wote. So if you come home, unapokuja nyumbani, and you say, hey, where is your dad? Anasema, baba yako yuko wapi? Janelle will pick up her phone real quick. Janelle atakamata
simu yake haraka. Look at Life 360. Dad is actually in Walmart in Denver. Baba yuko Walmart ya Denver. So when I talk about being honest and truthful, I've got to model it. But I also know that they are in a world that does not allow, that recognizes some of this particular stuff. They don't want to do it. And so you keep competing with them. So I tell them, if you are going to walk a life of a believer, you must not have secrets. I'm open to your mom. I'm open to you. I'm open to pastors. And I have friends that I've told them, these are your friends, you can call them at any time. So in that way, they know what integrity is. Not by teaching them, but by demonstrating it to them. When I demonstrate it to them like that, and they will see it like that, and I know they also have apps like Snapchat. And nowadays you have all this app disappear, or whatever you say disappears really quick. And so you want to hide something. The moment you want to hide something, know very well that thing is not right. And then my children have a problem. Because I'm an engineer. And one of the areas of my life was IT security. So I can get anything you've ever done online any day if I want to. If I just choose not to sometimes. But I can. But the Bible is very clear. I will train them in the ways of the Lord. I will model that to them with my own life. So they have something to look and see. And then I'll pray for them. I'll declare the promise of God over them. Because as a father, whatever I say over them, even the demonic one will listen to my voice. As I pray over them, I talk over them, I teach them, I pray over them. Even if they make the worst mistakes, because they will do some foolish things sometimes. But then I've got to know that is not who they are. I've got to keep declaring the promise of God over them. And the Bible says when they are old, they will not depart from it. Proverbs 13 verses 10. If you can read it for me real quick and so Proverbs 13 verse 20. Because these are the competing stuff that we compete with as parents and the children. Can you read it for me? Or can you put it on the screen? Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Now that scripture says in English, Proverbs 13 verses 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Amen. Amen. He who walks with the wise will be wise. But a company of fools will be destroyed.
So our children have friends. Na watoto wetu wana marafiki. Some of them are good. Wengine ni wazuri. Some of them are fools. Wengine ni wajinga kabisa. And when they are fools, they know somebody is becoming the word I don't like to use, but sometimes they become an idiot. Some people does something that they are becoming an idiot, in other words. Na wanapokuwa wajinga, wanajua wengine wanatoka mabumbafu kabisa. So I did mention you have got to have wise friends. Na ninawafundisha, ninawaambia unapaswa kuwa na rafiki mwenye hekima. Who holds the same value like what you've been taught. Na mwenyewe atakuwa na thamani ya yale ambayo utamwambia. And they pray over them with those friends. Na uomba na wao marafiki zako. When children are young, they are very sweet and you can tell them what to do. Unajua watoto wanapokuwa wadogo wanakuwa wazuri sana kwa sababu unawaambia ya. But they get to an age where you can now just cancel them. Na kuna hiyo ingine age ama miaka wanafikia inabakilia tu mashauri. So I don't know whether I've answered it, but I think I'm. Sio kama nimejibu lakini nafikiri nimejaribu. Alright, so I'm going to give you guys if anybody has a question. Ikiwa kuna ule ambaye ana ulizo, karibuni kwa maulizo. Kuna mtu ana swali hapo? Kuna maulizo? I don't see anyone. And I'm also going to give a point about modeling faith to my kids. Na mimi nitakuwa na hiyo ulizo, nitaongezea. So the main point on this question was modeling or modeling. Na kitu ya muhimu ilikuwa kufunza. So modeling is like you show, like Baraka said, you show them what faith is. Kufunza mtoto kama vile mtumishi wa Mungu Baraka alisema, kuwaonesha ile ambayo anapenda. Like in Africa, like when moms will show their daughters how to clean dishes and how to cook and. Ni kama vile nyumbani Afrika wa mama walikuwa unafunza msichana wako jinsi ya kusafisha vyombo na jinsi ya kupika. Or you show your son how to take care of cows or whatever. Ama wewe baba unafunza mtoto wako jinsi ya kushughulikia hizo ng'ombe. And the same thing, that's the same way you're supposed to be modeling those type of things to your children. Hivyo tuna njia unapaswa kuendelea kufunza mtoto wako katika njia kama na hizo. So you can't tell your kids when you're wrong, you need to accept that you're wrong, and you're not doing that. Na hauwezi kumwambia mtoto wako kama ikiwa uko na kosa na hautaki kukubali kama uko na kosa. But you as a dad, you're not doing it. Lakini kama vile baba haupaswi kufanya hivyo. Or you say, don't lie, but as a dad, you lie all the time. Wewe baba uko naambia mtoto usiseme ongo, lakini wewe kama vile baba kila siku uko muongo. Or you tell them, don't drink alcohol, but as a dad, you drink alcohol. Uko naambia unashauri mtoto wako asikunywe pombe, lakini wewe mzazi, wewe baba ni mlevi. Or cigarette is bad. Ama unamwambia cigarette ni mbaya, itaharibu maisha yako na wewe unafuta. So modeling is the most important thing in these things. Kufunza ni kitu ambayo kia muhimu tena tofauti. And the area that I wanted to cover mostly is like the culture. We talked also about culture stuff. Na ingine ambayo nilitaka kusema ni kiltiri ama utamaduni. And especially kids that are born here, like in America. Na watoto ambao wamekomalia hapa ama wamezaliwa hapa Marekani. So you're an African mom or African dad, you still stuck to your African tradition. Wewe ni baba Mwafrika, mama Mwafrika, bado unasimamia hizo traditions zako. I'm not saying that the traditions that we were taught as in Africa are bad. Na sisemi kama hizo utamaduni zetu za Afrika ni mbaya. But for the kids that have been born here, it's very difficult for us to shift them to that culture. Na watoto ambao wamezaliwa hapa ni ngumu kwetu wazazi kusema tuwatoshe mara moja na kuwarushia huko kwa utamaduni wetu wa Afrika. So how do we model that faith with some of the faith things with the cultural differences that they're dealing with every single day? Sasa tunafunza aje hizo mambo za imani katika hizo utamaduni mbili ambazo zinachanganyika. The African culture that you want them to learn is clashing with the American culture that they're also dealing with every single day. Na hiyo utamaduni ya Afrika ambao unataka watoto wajifunze iko tofauti na utamaduni wa Marekani ambao watoto bado inawachanganya na kuwapiga. Like in Africa, people would go kesha, like you go pray all night long. Kama vile Afrika tunakuwa na mkesha, unaomba usiku mkutwa. You try to tell your kid that we're going to kesha and we're going to be praying all night long. That's not going to happen. Na mara nyingine unaambia mtoto tutaenda makesha na tutalala usiku yote, mtoto anajiuliza jamani. Oh, in Africa we used to go to
to the mountain, Katoloni. We pray, we go up in the mountains and pray there for like 1 week. Na Afrika tunakuwa na mlima. Unaenda mlimani, mnafanya wiki nzima mlimani kwenda kuomba. Those are faithful things, but how do you show your kids? How do you make your kids to do that? Na hiyo ni mambo ya imani. Sasa tunafunza watoto wetu wafanye tu hiyo mambo tena. So the kids are really dealing with a lot of things. They're really fighting with a lot of things. Na watoto wetu hapa huwa wanapiganishwa na mambo mengi sana. They're seeing Barak, Jordan is seeing Barak going to pray in the mountain. It's like, oh my God. Jordan anaona baba yake. How can he just go up there and pray for 5 days? No food, nothing. Kuomba na kuuliza watu. Huyu baba anaenda mlimani anabaki siku 5 kule kweli. He sees that that's a good thing. Anaona ni kitu nzuri. But can he do it? Sasa anaweza kuifanya kweli? And it's hard. Ni nguvu. And so as a father you have to understand that there's all those culture stuff that you just have to accept. Like even though you want your kid to be like that, you have to accept that some things are just, it takes time. Na kama vile baba ni lazima ukubali ya kwamba kuna hizo kitu kingine ni kitile tulikuwa nayo nyumbani na unakubali na una balance, unaangalia ya kwamba mtoto hawezi. Or like you can pray for 2 hours straight. Ama unamwambia mtoto aombe masaa mawili bila kupumzika. He can do that. Like he can do that, but can your son do that? Wewe mzazi unaweza kufanya. Sasa unajiuliza, je, mtoto wangu anaweza kufanya hiyo tena pia? But that's why I said the most important thing is you don't stop doing those things. Na kitu ya muhimu ni kusema usizuie kufanya hiyo mambo. They're seeing, and like Barak was saying, when they get older. Kwa sababu kama haukuzuia kuifanya, wao wanaona, ukiendelea kufanya wanaona, wanapokuwa wakubwa watu wazima. Maybe they will start doing the same thing. Pengine nao wataendelea kufuata hizo njia za baba. But your expectations can be like they have to do it right now. They have to do it. Lakini usitake kuwasukuma na kuwaambia ama kufikiria mtaifanya kutaka na kusitotaka. And what kind of kids are you? You can't pray. You can't. Nini watoto gani nilipata mtaka hata kuomba sijui. The kids are already dealing with a lot. Na ujua watoto wetu hawa huwa wanapiganishwa sasa na mambo. School, everywhere they go. Huko shule, huko mahali popote kuna changamoto nyingi. Amen. Amen. So Pastor had something to add to it. Mchungaji ana kitu. Before I can ask another question. Mbele akiangia kwingine. I think I'll just add something. Ninataka kuongeza tu kitu. When Pastor Barak was talking about the phone. Pastor Barak alikuwa akizungumzia telefoni ama simu. Something came to me. Kitu kimekuja kwangu. And this is about the subscription. Ni taratibu. Unalipa vitu kwenye simu. Ni hizo vitu ambayo huwa unalipia kwenye simu. So I used to leave also my phone like he said. Nilikuwa nazoea kuacha simu yangu kama vile anasema. Mom can also leave her phone. Na mimi yangu tu watoto wanatumia. And we still do the same. Na tunafanya hivyo. And there is they know, although we put the password, actually they are the one who put password. Na kwanza sisi hatuweki password. Unakuta watu wanatuwekea password. Sometimes they don't want us to access our phone. Sangine wakati sisi tutawale simu zetu. But one thing that I've realized, lakini kitu nimekuja kugundua, our kids sometimes are taken with the free subscription. Watoto wetu huwa wanachukuliwa na hizo kitu kidogo hizo za kulipia. So you find that you are not used, you don't know what is subscription. Unajua hauelewi tena hizo mambo ya kulipia inasema nini? Yes. So when you go and check your account, unapo sasa rudi ndani ya konti yako. So I'm sharing what happened to me. Mimi ninazungumzia ile imenitokea. Then I found that for the whole year I was paying for what I've never subscribed for. Mimi nakia kutanisha mwaka mzima nilikuwa konti yangu ilikuwa nalipia vitu vyenye sikuweza hata kusinyea ama kujiandikisha. And this is $39 every month. Unakuwa unatanisha $39 kila mwezi inaenda. So I'm like, who is taking my money? Mimi nachukiza jamani, hii pesa inaenda wapi? Nani anaiweka? I asked my wife, did you subscribe for anything? Mimi nauliza
mke wangu, wewe ulichangisha kwa hii kitu ama kujitoa? Anasema after I've gone to the bank, I've asked, and then they were like, they say this is from Microsoft. So immediately I came back and I think about it. I said, oh, this must be my son. So when I asked him, the first thing is like, no, I don't know. Then I said, no, the bank told me. I said, oh yeah, but it was free. So it was for free for 1 year. Maybe for 1 month. So after that, you start paying. And they don't know. Sometimes it's free. So they know that it will continue to be free. So with the phone, yes, but again, all right, so just one of the things to add on top of that. Our children deal with a lot of stuff. And I think as fathers, or as parents, we need to give them the benefit of the doubt and the room. We need to give them the benefit of the doubt and the room. They are going through a lot by themselves. And sometimes they do not know whether to obey their father, or their friends, or their teacher, or their social media. And as parents, we need to understand that and give them room to grow. Give them room to make mistakes, but also to love them, but also to give them tough love. Tough love means you are not succumbing to some of the demands, but you show them and model to them what is right for them for the future. In the Western culture, that's the greatest challenge that I've seen my children go through. And I understand sometimes they don't even know what to do. But I expose them to the truth. I've taken them to a place where they have seen the Lord move. When they were younger, I think in 2018, I took them to a meeting where they were casting out demons and they were able to see demons leaving people, so they know. I took them to a meeting where it was a powerful meeting and demons were being cast out, people being healed, and they were there, so they know. So as a parent, as a father, we've got to be like God. Love them, demonstrate it to them. There's sometimes you've got to suck in the pain, but come out on the other side smiling. James wanted to say something. Thank you. Everything they shared is really good. But I want to caution. One side does not fit all. What Brother Barak would do, and it will be good for his children, may not be good for your children. And just because Brother Barak and Sister Ruth share their phone, you don't go home and break the
enough between you and your wife that don't touch my phone, don't touch my phone. And so Brother Barak said, they look at their phone, so let's start looking at their phone and start creating a problem. Na usiende kwako uanze kuvunja malali ase leta zile masimu hapa mtumishi wa Mungu Baraka alisema kila mtu ataanza kukuolea simu ya mwingine na kisha mnaanza kuleta mashaka. It is very good. Ni mzuri sana. But the foundation must be laid. Lakini msingi ni lazima iwekwe. If you and your partner kama wewe na mke wako ama na mume wako don't have that kind of relationship on your phones, hamuna hiyo mahusiano mzuri kwenye matelefoni zenu, don't go home and start a fight. Kabisa usiende huko nyumbani uanze kupigana. Because it was good for Brother Barak. Kwa sababu hiyo ilikuwa nzuri kwa mtumishi wa Mungu and Sister Ruth. Na dada Ruth. So it's very good you communicate. Ni mzuri mpate mazungumzo. And then lay a foundation. Na muanze msingi. And then follow it. Na muanze kuifuatilia. For me, my son cannot come and take my phone and start playing with it. Mimi kabisa mtoto wangu azikubeba simu yangu azikucheza nayo. And he's not supposed to see every message on my phone. Na hapashi kuona hizo messages zisizo simu yangu. Because there's conversation between me and some people that are privileged. Kwa sababu kuna hiyo mazungumzo that they shouldn't see. Na watu wengine ambao ni ya muhimu. So they saw a conversation between me and pastor discussing about Brother Oti. And then they know what happened. Wakiniona mimi na mchungaji hapo kusimu tulikuwa tunazungumza juu ya Oti, watajua kitu kinaendelea. So what they shared is really good. Ile ambao walizungumzia ni nzuri. But the caution I'm giving is that one side does not fit all. Lakini ingine ngambo ninasema si vizuri kabisa. You have to do what you think unapaswa kufanya yale ambayo unafikiria will bring your children to the knowledge of Christ na inaleta watoto katika njia za Kristo and create a relationship between you and your children na kufanya mahusiano mazuri kati yako wewe na watoto that you will be honest to each other ambayo mtaheshimu ninyi wote. Amen. Amen. Pigie James makofi. I do have another question here. Somebody has a question. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sina ulizo lakini nataka kuongezea kwa yale ambayo yamekwisha kusemewa. I don't have a question, I just want to add on what's already been said. Ni ya kuhusu hayo ya ulezi na kuhusu ule mstari wa Mithali ambao unasema mfunze mtoto katika njia inayoeleweka ili akuwe nayo katika ukubwa wake. In regards to how to raise your child, according to Proverbs 22 verse 6. Tunaweza kusema kama vile Pastor Baraka amesema na ongezea kidogo kusema kwamba mara nyingi mtoto hachukui kile anachokifunzwa. So I just want to add to what Pastor Baraka said. A lot of times the child does not take on whatever it is that they're being. Mara nyingi anachokikamata ni kile anachokiona kwa mzazi anachokifanya. Au kile anachokiona kwa watu. They take on what it is that they're shown from their parents. Mambo anayoyaona anayakamata sana na kuyashika kuliko yale anayoyafunzwa. They take a lot of what they see more than what they're taught. Nasemea mfano kwa ajili ya watoto wangu. Mimi wamesema ni wa baba lakini wengine tuko wa baba tena wa mama. I'm taking an example from my children. They say a lot. It says fathers in the verse, but there are some mothers who are fathers and mothers. Yeah, mimi niko baba tena niko mama. Father and mother. So I'm talking for my children. Na kama vile wamesemea mambo ya simu, mimi na kijana wangu hakuna kitu cha nafanyaga bila yeye kujua. Yeye ndo anafanyaga kila kitu. Email yangu ikiingia anaonaga kuna mtu email imeingia, yani naenda direct kwake. Yeye ndo kama ni kujaza nini yeye ndo anajaza. Kama ni password yeye ndo anafanya. So my child, like my son, he knows everything that goes on. Na kwa mambo ya kama vile ukuaji alikuwa katika high school yake yote. So in his years of high school, amemaliza akivaa alikuwa anavaa suti mpaka kumaliza high school. He was wearing suits every single day mpaka
Sam. And at school they call them Sudi Sam. Mpaka hilo jina linavuma. And that name is still there. Alikuwa akisema kwamba mimi sitoacha kuvaa kwa sababu ndio vile gisi mama alinizoesha kunivalisha. And he said I won't stop dressing like this because this is the way that my mother taught me. Ndio kile cha nasema kwamba mtoto anafanya kile anachokiona kuliko kile anachokifunzwa mara nyingi. And that's why I say that a child follows what they see more than what they're taught. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema kwamba sisi wazazi tunafaa kuwa na tabia zile nzuri ambazo watoto wetu wakiona wanatamani kuwa kama vile sisi tu. So as parents, we need to have those good characteristics that our children can see it and want to copy. Mimi mara nyingi watoto wangu wanasemaga I want to be like my mom. A lot of times my children say they want to be like me. Saa zingine hizo na najisikia kama vile kuna kitu ndani yangu chenye kinajenga kwa. I feel like there's something inside of me that is building. Bwana Yesu asifiwe. Alright. So this one is going to talk about being a dad today. We're talking about being a dad. So hii itazungumzia kuwa baba. So this one is good. So what is one of the hardest things about fatherhood that nobody talks about, and how are you learning to deal with it? Ni nini kitu kigumu ndani ya kuwa baba ambao watu wengi hawajui, hawafahamu? And how are you learning? How are you? Na namna gani How are you learning to deal with it? Na namna gani unajifunza jinsi ya kuendelea to deal with it? Na unaipiganisha aje ama unatembea aje na hali hiyo? Let's start with Pastor. Acha tuanze na. He was thinking a lot about it. So. Alikuwa anafikiria sana. What's the question again? All right, let's give Pastor time. We'll give him back. Let me read the question. What is one of the hardest things about fatherhood? Ni nini ambayo jambo kuwa baba? That nobody talks about. Ambayo hakuna mtu anaizungumzia hiyo hali. And how are you learning to deal with it? Na hiyo njia umejifunza aje? Kwa sababu hakuna mtu amekuambia na ni ngumu. Na unajifunza hiyo. Okay. Unajifunza aje kila siku? Unajifunza aje kila siku ni kuwa baba? Na hakuna mwenye kufundisha kuwa baba. Okay. I think I wanted all of us to understand the question. Nilitaka sote tuelewe. So that we can help each other. Ili tusaidizane sote. Because the purpose of this kwa sababu umuhimu ya hii is not only us giving you. Haiko tu sisi kuwapea. I told you, and James has said, nimewambia na James amesema, this is not one answer fits all. Hii haiko jibu moja na njoo inamalizia kila kitu. And this is each one teach one class. Hii ni somo ambayo kila mtu anajifunza kutokea mwingine. Each one of us here sisi sote hapa can contribute to this. Tunaweza kuchangia kwa hii. We just have the privilege to be in front of you. Tuko tuna hiyo kibali kuwa mbele yenu. But all of us, lakini sisi sote, we are in this tuko ndani ya hii kitu together. Pamoja. Can you clap for yourself? Good. Now, I'll say this. Nitasema hivi. And you know, I always want to say something small and then give other people to continue with the answer. Na ninataka niseme kidogo na niachie wengine waendelee na majibu. The hardest part of being a parent, kitu ngumu kuwa baba, a father, kuwa baba, kana mzazi baba. I'll say that when you become a father, nitasema ya kwamba unapokuwa baba, it's a new department. Hiyo ni department ya mpya that you have no clue. Ambao hauna hata idea yote. Maybe you saw it somewhere. Pengine umeiona mahali. Maybe someone told you about it. Ama kuna mtu ambaye amekuzungumzia hiyo jambo ya kuwa baba. But you were not yet in that department. Lakini bado ulikuwa hauko katika hiyo department. But you find yourself in that department. Lakini umejikuta ndani
sasa. But one thing I want to emphasize on, Lakini kitu ambacho ninataka kuzungumzia sana, being a father, kuwa baba, you must have a vision, because being a father is a leadership. Unapaswa kuwa na maono kwa sababu kuwa baba ni kuwa kiongozi. And if you have a leadership, Na ukiwa na hiyo roho ya uongozi, if you have a vision, ikiwa uko na maono, that means your first baby inamaanisha ya kwamba mtoto wako wa kwanza will be your wife. ni mke wako kwanza. Amen. Until your wife capture the vision, Mpaka mke wako anapata hiyo maono, nothing will work the family. hakuna kitu ambayo kitazuia familia. Your wife is your first baby. Mke wako ndio mtoto wako wa kwanza. And if you disagree on that, Na ikiwa hamuitiki hiyo, then the rest will be just a battle. mkipatana kwa hiyo na kila kitu kitaenda sawa. Because a father is not always at home. Kwa sababu baba hakuwako kila siku nyumbani. And the father, as the Bible says, Na baba kama vile Biblia inasema, that sometimes will crash with his children. na muda wote huwa anapishana na watoto. And the children will go away. Na watoto wataenda. And the hearts of children must come back to their fathers. Na roho za watoto inapaswa zirudi kwa baba. And the hearts of fathers must connect with their children. Na roho za wazazi inapaswa kukutana na watoto. So I will talk about just the vision. Nitaka kuzungumzia maono. And I will stick there saying that your first person to train or to inform or to collaborate or to do anything is your wife. Na mtu wa kwanza wa kudili naye ni mke wako. And at this point, Na kwa hii, you can be a father without your biological child. na unaweza kuwa baba na hauna tu mtoto wako ambao umezaa. Because you need a provision. Kwa sababu unahitaji provision. You need to be a security. Unapaswa kuwa mlinzi. You need to have that love. Unapaswa kuwa na upendo huo. And you can provide that. Na unaweza kufanya hiyo. It's not just enough to give birth to a child. Haitoshi tu kuzaa mtoto. But there is a lot that goes with that child. Na kuna mengi ambayo yanaendana na mtoto huyo. To be called a father. Ili uitwe baba. Thank you. So, did you have a question? No, I don't. I look like the way maybe they didn't understand the question. Don't worry, that's his side. He just answered. Okay, so I think some of these questions are very practical. Na hizi maulizo zingine ni zile ambazo tunapitia. And I just am going to answer it practically from what I've been able to handle with you. Na mimi nitaijibu ile kisi mimi ninaitenda na vile ninapitia. One thing that I never knew Kitu ambayo nilikuwa sikujua about being a father. You know, many times I spend time I learned about how to be a husband. Unajua nilikuwa tu najifunza ni namna gani kukuwa mwanaume. But I did not understand, I never learned a lot how to be a father. Na sikutarajia ama sikujifunza sana kukuwa baba. But I had my father with me. Lakini nilikuwa na baba. So I learned some tricks and some tricks on how to be a father from my father. Nimejifunza mengine kisi ya kukuwa baba kupitia baba. Not because of what he taught me, but because of what I was able to observe from him. Haiko kwa yale ambayo tu ameniambia, lakini yale ambayo nilikuwa naona kitendo. And of course me, I grew up with a father whose statement was low. His statements was low. If my father says something, that's the law. Nilikuwa na baba ambao masemi yake ilikuwa ni sheria. Anaposema kitu, hiyo ilikuwa sheria ya kufanya. And so I never at any point in my life ever thought that I would ever argue with my father. Na sikuwahi kufikiria katika maisha yangu kama nitawahi kubishana na baba yangu. Not because of what I thought about him. Haiko kwa sababu ya ile ambayo nimemfikiria. But I just knew that's what a father is. Lakini nilijua hivyo ndio baba yangu yuko.
If you have something, Dad will give you the statement and whatever he said, that's what you do. That's it. Na unapohitaji kitu baba atakwambia maelekezo na ile ambayo utasema na hiyo yote ifuata na njoo ilikuwa mwisho. And so I followed that. Na nikafuata hiyo. So when I became a father, nilipokuwa baba, I wanted to implement the same strategy of my na father. nikataka na mimi nitembeleze hizo sheria za baba yangu. And then I'm going to realize I have to readjust that. Na nikakuwa kugundua ya kwamba that because the culture where I am living in kitile mahali ambapo ninaishi ama utamaduni is different from the culture where I grew up. Iko tofauti na utamaduni mahali nilikomalia. And so I did not know sikujua that being a father means to be the source. Kukua baba unapaswa kukua chemchemi. That I'm going to be the source of everything for my family. Nitakuwa chemchemi ya kila kitu ndani ya familia. The source of vision. Chemchemi ya maono. The source of safety. Chemchemi ya ulinzi ama usalama. The source of money and resources. Chemchemi ya pesa na resource. Even the source of integrity and truth. Na chemchemi ya kujifunza na ukweli. And that's why I was talking about the phone earlier, because you are not going to be able to talk to people about transparency and honesty and truthfulness when you are not. Ndio sababu nilikuwa nazungumzia simu, kwa sababu hauwezi kuzungumzia watu uwazi ama ukweli wafundishe na wao hauko mkweli ama uwazi. And so I had to demonstrate that unto them. Nilipaswa niwafunze hilo. And I had to learn on being a source as a father to my family. Nilijifunza kukua chemchemu ni kama vile baba ndani ya familia. Now what that means, Pastor, ile ambayo kama mimi mchungaji, that sometimes you really have got to be very lonely. Na muda mwingine upaswa kukua mwenyewe. Unapaswa kukua mwenyewe. Because you've got to figure out where am I going to get a source to provide what I'm supposed to provide that you don't even know. Kwa sababu unapaswa tena uende ufikirie wapi ndio nitatosha ile ambao nitawashughulikia ambao na haujui wapi nitatoka. So I had got to come to the point where I'm going to be comfortable with being lonely with God. Nikajisikia kuna wakati ambao ninajisikia niko uhuru ninapokuwa mwenyewe pamoja na Mungu. So I can get what is needed of me. Ninapata ile ambayo ninahitaji kama mimi. To be like God. Kama vile Mungu. To be a source of everything for my sons and my daughters. Kuwa chemchemu ya kila kitu kwa wavulana wangu na msichana wangu. And as my brother pastor was saying also to my wife. Na kama vile mchungaji alisema pia kwa mke wangu. Because fatherhood. Kwa sababu hiyo jukumu ya baba and husbandhood na jukumu ya baba are the only title we share with God. Hiyo tu ndio titre ama jukumu ambayo tunachangia na Mungu. So I had to learn being a father from God. Ninapaswa kujifunza kuwa baba kupitia Mungu. That means I have to forgive a lot. Inamaanisha napaswa kusamehe sana. That means I have to be made fun of a lot. Ninapaswa kuwa mfurahifu sana. Just what we do to God, my children will have to do that unto me. Kama vile ninafanya kwa Mungu, watoto wangu pia watanitaka wanifanyie. And how does God behave? Na hiyo hali yangu nitajishika aje? So I had to go back to God and find how do we behave as God when we do? Look at the world how we handle God. Na nitaenda kwa Mungu ninamuuliza, sasa wao unajishika aje sasa tunapokuletea hizo vitu zote? So I've got to hold that. Na nitashikilia hiyo so that I can be a father. Ili nipashe kuwa baba. And that's one thing I had to learn. Nobody taught me that. Na hiyo ndio nilijifunza na hakuna mtu aliyeniambia. I have a I'm a professor. You ask a question. Mimi ni professor na uuliza ulizo. What is the hardest thing about fatherhood that we do not even talk about, right? Na ni nini jukumu ya ubaba ambayo tulijikuta tuko tunafanya na hakuna mtu aliwahi kutuambia. Well, yeah, thank you. The follow-up question. One of the first things I want to mention kitu ya kwanza nataka kusema is that as spiritual leaders, kama vile wababa wa kiroho, we sometimes, if not many times, kuna wakati huwa tunajifikiria fail to embrace our humanness. Na kukumbatia hiyo utu wetu. We are humans. Sisi ni watu. Yes, we
are called by God to provide leadership, Kwa ukweli tu kama tumeitwa na Mungu ili tuongoze ama tuongoze kanisa na watu. so let me answer the question. Sasa acha nikujibu. From my vantage point, Kama vile mimi, one of the greatest fears many fathers have is the fear of failure. na uoga mwingi ambao wababa wako nao ni uoga ya kushindwa. Remembering your kids are looking at you as their hero. Kumbuka watoto wako wako wanakutizamia kama mshindi, mtu mwenye nguvu. But I'm a human. Lakini mimi ni mwanadamu. I want them to know that I'm a macho man. Ninataka niwaonyeshe kama mimi kabisa ni I can fail. siwezi kuanguka. Not true. Hiyo sio kweli. I've raised 4 kids. Mimi niko na watoto wanne. 3 biological. 3 ambao nimejizalia and 1 non biological. na wengine ambao sijawahi sikuzaa. Now, Sasa I always try to let them know I'm a human being who can fail. kila siku ninawaonesha mimi pia ni mwanadamu, naweza kuanguka. Has any of you men here lost your job? Kuna mtu alishawahi kupoteza kazi hapa kati yenu? The worst thing that happens when your kids are looking to you as that macho man. Na kitu ambapo watoto wanakuwa wakikutizamia na kuona ya kwamba wewe baba huwezi kutenda. When you come home from work and you lost your job, how do you tell them? Na unajiuliza unapotoka kazini wamekufukuza, unarudi nyumbani unajiuliza nitawaambia watoto nini? And that's where some fathers, day 1, day 2, day 3, you don't go to work and they say, oh dad, what happened? Na unaanza moja, 2, 3 unauliza nini? Nini kinaendelea? I'm on vacation. You know, but you've been fired. So what I do, or what I did, because my kids are all grown and gone, you know, they are Moses and Shushu's now, you know. I've always let them know that I'm a human who can fail. Fail in my relationship with God. Fail in my relationship to them. And I tell you what, my kids have learned that truth. And no matter what has happened in my home, my kids and my wife are very forgiving. So that's what I do, because I tell them. So the fear of failure as a father is real. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Things that are very difficult being a father is the question. You know, the main thing we have to explain. No one teaches you how to be a father. It is something that God has already placed in every man. Same as women. You take Sister Christina, Sister Cynthia, or some of these young people who have not married yet. Or some of these young men, Samson. The day they delivered a new baby, there is a divine activation. Where within that, the cry of the baby, she quickly assumed the office of a mother. Na anapotusikia hiyo mtoto anapokuja anasikia tu sauti ya mtoto kulia, anafika anajisikia ile responsibility ya kuwa mama. And the man
fatherhood is also activated spiritually. So God has purpose that and it is inside us. But physically, you become afraid. The fathers. The first time they put that baby in your hands, that is the first difficulties being a father. You look at that soft thing and tiny in your hands, and you literally froze, like you don't know what to do. And the hospital, they've experienced and know so much, so they tell you to come to a class. So those who have children in America, as a first father, you know, you go to a class. And they talk to you about how to put diaper on a child. Because they are fragile. And that is one of the most difficult times when you have your first baby. The first 3 months, when they cry, you can stand there and look at the baby. And you say, hey, the baby is crying. But you were supposed to pick him up. But it's calling for the mother. Because deep inside you are afraid. Now the second, the third, that you are master, you don't have a problem. They cry, they just pick him up. And so those are something that is very challenging and difficult for men. As a father. And you learn a lot as the time goes. Some people are good in asking questions from people who already have children. And they learn how to go through that. But now I can look back and say that I did a good job. Because one thing that makes you feel that you have arrived, you've done a good job, is as the father, you pray for your child to accept Christ. And you see your child speaking in tongues, then your job is very successful. Which means you have led him to the altar. One other thing that the fathers are really is difficult time is when that child gets sick. Fathers will try to hide that you don't cry. But you see the mother showing weakness. But deep inside the fathers, when that child is sick, it's a whole different ballgame. We try to be tough, but inside it's very hard. I relocated here because of how my child was being treated in hospital. Because when they put drip in him and they can't find the vein, and they have to do that every year, that was something very painful that I watched as a father. So these are some of the things. Every stage of life, men, we hide things, but we are very vulnerable and very weak. The last one, I will say it in wisdom.
Nitaizungumzia kwa hekima. The parent and adult will understand. Wazazi wao wengine wataelewa. After the first child comes, mtoto wa kwanza anapokuja, the other difficulties is fathers become very jealous now. Sasa baba huwa anakuwa na wivu kabisa. Because their food is being shared. Kwa sababu chakula yao sasa inachangwa. And the truth is, the women are not the baby, but the fathers are the babies. James McCoffey. I think for me, the thing that I don't think anybody taught me about fatherhood. Na kitu ambacho nafikiria kuna mtu aliwahi kuniambia kuhusu baba ama kunishauri. You know, the kids grow up. Unajua watoto wanakomaa. They're all of a sudden they're 16, 17. Na wanakuwa 16, 16. You know, they're driving. Wanaanza kutembeza gari. And all of a sudden they're starting to like boys and stuff like that. Na wanaanza penda sasa wa vijana sasa na vitu kama na hiyo. And sometimes I try to imagine that one day she will come and tell me like, this is the guy I want to marry. I don't know how somebody can prepare you for that. I can't know. Because in your head, that's my name. And I know that's a reality of life. It's going to happen. But how do you prepare yourself for that? Sister, I'm going to have to talk to Flora. How do you prepare yourself for when she comes and tell you like, I met a guy? And that's very hard for fathers. I don't know for moms, but for fathers it's very hard. Amen. Okay, so that's all we're going to do. Is there anybody else have a question? I see a couple questions back there. I think. Let me just interject a little bit. Please, let's ask questions. If we come to the point where the congregation begin to answer questions like James Lee is not, we will not finish. Ask questions or you are on the stage to answer. My brother here has a question. A question over here, please. I don't have a question, but the thing about you guys are talking, the hardest thing about being a father is that if you're going to be there, you got to be there from the beginning to the end. Because there's so many women out there that are raising their children without a father. I grew up with my father in the penitentiary. Through my whole life. But when I brought my first daughter into this world, the feelings that you got or you get is so overwhelming and so beautiful because you created that. You created a child with your wife. So all I'm going to say is that when you bring a child into this world, you have to be willing to stay with them through as long as you're going to live. And we all make mistakes in this world, but we all can learn from our mistakes. Na mimi nilikuwa sina question lakini nilikuwa naomba tu kwa kitu kimoja hata kama baba anakaulizia. I don't have a question, but I also wanted to add something. Nilikuwa nataka kuongeza tu kuuliza kulomba ni kulomba utakuuliza ni kuomba kadogo. So I just wanted to ask for something a little bit. Ya poko wengine wanakumalisha watoto vile hawakuona hiyo upendo wa baba. Sasa nilikuwa naomba kama inawezekana wakati tunakaa kuna wamama wasijao wamepitia kwa hiyo mambo na wanakumalisha watoto yao kwa hali nzuri. So there are some
some mothers who have taken care of their kids without the love of a father in the picture. And I just wanted to ask for all the mothers that are here that have gone through that. Tukanaomba tulope kama wamama nao wamama wamekomalisha watoto yao na wanakuwa successful. Wakwenda ingia hata kwa hiyo bidii yenu ili tuelewe kwa saidi zote kwa wakati wa baba na wakati pia wa mama. So I would ask for the mothers to also be able to come up and answer so that we can see both sides, the side of the father and side of the mothers that have taken care of their children without the love of a father. That's a good question. And it's a good contribution. But according to the theme, today we're supposed to talk about fatherhood only. And we understand that there are some women who have done a great job. But we don't want also to create a confusion, yet we are dealing with the confusion in our children. Yes, we want them to understand that a father is a male, a father is not a female. Tunataka tuwafunze ya kwamba baba ni mwanaume, baba sio mwanamke. But when we are talking about parents, lakini tukizungumzia juu ya wazazi, then we all come together. Ndio tunaweza sisi wote tukajiunga. But today was only about fatherhood. Lakini leo ilikuwa tu juu ya wababa. And we were supposed to talk about this last week. Na tulipaswa kuzungumzia hii wiki iliyopita. But marriage was so, you know, when lakini tulikuwa tunazungumzia marriage sana. Tunapenda marriage ndani ya kanisa hili. So that's what we are doing. So ndio yenyewe tunafanya. But next Sunday, lakini Jumapili inayofuata, we're talking about what you are just mentioning there. Tutazungumzia juu ya yale ambayo umeyasema hapo. And that Sunday we will have men and women on stage. Na hiyo Jumapili tutakuwa na that scripture that I didn't mention. Na mstari wa tatu ambao sikuzungumzia. That's what we will be talking about. Ndiyo yenyewe tutazungumzia. So if you wrote last Sunday, so kama uliandika maandiko Jumapili iliyopita, you understand the scripture already. Utaelewa tayari. So today we are dealing with the first question that the man of God Julius gave us. Leo tulikuwa tunazungumzia juu ya swali ya kwanza ambao brother Julius alitupatia. And his second question was just a bonus. Na swali yake ya pili ilikuwa tu ya bonus. And then because of that, na kwa sababu ya hiyo, according to his question, kulingana na swali yake, I say that your first baby is your wife. Nilisema ya kwamba mtoto wako wa kwanza ni mke wako. Because I learned from my wife. Kwa sababu nilijifunza kutokea mke wangu. And nobody told me about that. Na hakuna mwenye alinifunza hayo. By the time I got a baby, nilipofika ile nafasi nikapata mtoto, I was already used. Nilikuwa nishazoea. That's why my answer ndiyo maana jibu yangu cannot be the same like Bara. Haiwezi kuwa kama hii. Cannot be the same like Julius. Au ya brother. Or any other person. Au mtu yeyote hapa. Because I know how someone can wake up at midnight. Kwa sababu ninajua jinsi gani mtu anaweza kaamka na masaa nani. And start crying. Na kuanza kulia. And you have to take care of her. Na unapaswa kumshughulikia. To make sure that she is quiet and sleep. Kuangalia kwamba amelala na anatulia. For those who have gone through childlessness. Kwa wale ambao wamepitia muda wa utasa. So they can understand this. Wanaweza wakaelewa. And that's where I was. Na ndio kwa nini nilikuwa mawazo yangu. The vision is. Na maono ilikuwa. I learned from my wife that I have to take care of her first. Nilijifunza kwa mke wangu ya kwamba napaswa kumshughulikia yeye kwanza. So she is my first baby. Yeye ndio baby wangu wa kwanza, mtoto wangu wa kwanza. Okay. Amen. So one of the things that I think is great to understand today. Kitu
kubwa ambao unapaswa kuelewa siku ya leo. In Matthew 19, Mathayo 19, the disciples of Jesus Christ asked him about a question about marriage. Wanafunzi wa Yesu walimuuliza swali moja kuhusu marriage. And his answer na jibu yake took them to the original, to the foundation, to what it was in the beginning. Iliwarudisha juu ya msingi wa mwanzo. We know very well. Tunajua when a child is born, mtoto akizaliwa, there's a father, kuna baba, then there's a mother, na kuna mama, then there's a child, na kuna mtoto. Every time kila saa we want to get back to what God ordained, tunataka turudie kwa yale ambayo Mungu ameyatia. We've got to go back to the concept of fatherhood and as men. Tunapaswa kurudia kwenye ile msingi wa ubaba na wanaume. Then there's motherhood which is female. Na kuna umama kama vile wanawake. Those distinctions are very different. Hivyo ni viwili viko tofauti sana. And we know the one that's gone crazy sometimes. Na tunajua wale ambao the one that's gone off sometimes. Dunia imechanganyikiwa. So there's confusion. Kuna watu wamechanganyikiwa. And it has come to the point where sometimes confusion reigns. Na inafikia muda ambao hiyo kuchanganyikiwa ndo inakuwa juu. And the truth is suppressed. Na ukweli unakuwa chini. But for us to bring good men up, lakini sisi kuwakuza wanaume, we must attach fatherhood to the male and to God. Tunapaswa kulinganisha ubaba kwa Mungu. And that's why we are dealing with this today. Na ndio maana tunafikia hivi vitu. Then we have motherhood to God. Tunaweka umama kwa Mungu. Then the Bible says where there is no father, Biblia inasema pale ambapo hakuna baba, the church has to come as the father to the children without fathers. Kanisa linapaswa kuwa baba kwa watoto ambao hawana baba. And that's the scripture too. Na hiyo pia iko. So that we can deal with also. Ili tuweze kuwajalia. But I think there's so many things that as fathers we need to learn from the foundation of what really being a father is. Kama wababa kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kujifunza juu ya msingi wa kuwa baba. We do not learn from mistakes. Hatujifunzi kwa makosa ambayo tuliyafanya. But we learn from the Lord Jesus Christ from God. Lakini tunajifunza kwa Yesu Kristo ambaye ni baba. We do not let our experience, our mistake model for us what we're supposed to do. Tusiwe tunaweka yale makosa ambayo tumeyafanya iwe ndo ufunzo kwetu kwa jinsi ya. But we've got to let aside, clean and remove every mistake we've done and go back to the original. What did God say? That's what I'm going to do. Lakini tunapaswa tujisafishe, tujiweke kuwa clean kwa yale ambayo Mungu ametuambia, kurudia kwa yale yenye Mungu ametuambia kurudia. Amen. Praise the Lord. I wrote this question from last Sunday. So this is my question to the father. As fathers, how do you intentionally lead your children, not just providing or protecting, by helping them feel emotionally safe and seen, especially in a world where you're often taught that men should be vulnerable? That's my first question. My follow-up question is, what is one lesson about faith you hope your children will always remember even long after you're gone? So she's asking two questions. So beautiful questions. Yeah. So I'm gonna have you answer one and then pass it on. Yes. What was the first question? So my first question is how, as a father, how do you intentionally lead your children? Namna gani baba unaweza kaongoza watoto wako? Not just providing or protecting. Sio tu kwa kuwalinda na kuwa source, but in helping them feel emotionally seen and safe. Lakini wafanye ili wajisikie unawaona na wanajisikia wako salama. Especially in a world that they're taught that men cannot be vulnerable. Na zaidi kwenye dunia hii ambao wanaume wanafunzwa eti wasiwe wanyonge. And then the follow-up question is, what is one lesson that you hoping as a
father to leave behind even after you're gone? Na swali ya pili ni fundisho gani ambao unaweza ukataka iendelee hata ile hata ukishakufa. Unataka watoto wako waendelee na hiyo. So there's the second question that maybe Pastor is a question about legacy. Swali ya pili iko swali juu ya legacy au kitu ambao unaweza kuachia watoto wako. What legacy am I going to leave to my children? Urithi gani ambao nitaachia watoto wako? But now let me go back to your first question. Acha nirudie kwa swali yako ya kwanza. Emotionally comfortable in the world where men are not meant to be vulnerable. Kuwasaidia watoto wako wajisikie wanaonekana au wako comfortable. Now, let me say this first. Acha niseme hii kwanza. We are living in a world today. Tunaishi ndani ya dunia leo. Where whatever is money. Ambayo kila ambacho kinaitwa pesa. Whatever is money, not money, but whatever is for a man. Yote ambayo ni yangu. Is considered aggressive. It's considered aggressive, brutal, criminal. Inakuwa kama vile mauaji na kadhalika. So whatever is looked to be good. Yote ambayo inaonekana kama nzuri. Is feminine. Ni ya wanawake. So boys grow up admiring femininity as the normal thing. Na wanaume huwa wanakomaa na wanakuwa wanakitamani hizo vitu vya wanawake. And so my boys, for instance, they are noticing in the life today that everything feminine is what is looked to be normal. If you are going to be in class, you've got to be quiet, sit nicely, and be okay. That's when you're okay. Na wamejifunza ya kwamba kila kitu ambayo ni ya kike ndio kizuri. Kama unataka kuwa mtu mzuri unapaswa kuwa mwenye tabasamu, unakuwa mtaratibu. And you as a boy, you've got to be able to talk because you need to talk. Na kama uko kijana unapaswa kusema kwa sababu tunaruhusiwa kuongea. So the world has gone the feminine direction. Na dunia ilikuwa inaongoza hiyo kiume kike katika njia zingine. But when you put boys and girls in the same room, lakini ukikamata wavulana na wasichana kuwaweka kwenye girls will be talking how sweet things are, they will be expressing whatever happens, but boys will be wasichana watakuwa wakizungumza pole pole, wanaongea kisi vitu vinaendelea, lakini wa garso watakuwa nasema wanataka kubomoa. So boys will take a bike and ride a bike in a bad way and go break it, and that's what gives them joy and they have an energy. Hao wavulana watachukua kinga na kutembeza na nguvu na ivunja na ibomoa, hiyo joy inawapatia kuwa na kujisikia furaha. But we made them feel that is wrong, don't do that. Lakini waambie hiyo ni makosa, upashe kufanya hivyo. So we need to change that as a father. Tunapaswa kubadilisha hiyo kama vile wababa. I encourage my boys to take risk. Ninakuwa naambia watoto wangu wachukue hiyo riski. You do something else that no other women can do. Yes. Unafanya kitu ambayo mwanamke hawezi kufanya. And be comfortable at it. Na ujisikie uko na uhuru yake. Even if you are breaking a leg, please break a leg and take the doctor. Na kama unajisikia kuvunja mguu wako, wana uivunje tutaenda kwa daktari. When we do that to boys, unapofanya hivyo kwa wavulana, we help them be comfortable in their skin and emotionally comfortable as well. Unawafanya kukua na uhuru na amani ndani ya mioyo yao na akili zao. But when we make them feel that is wrong, na ukiendelea kuwaonesha hii kurukaruka, kupiga na kufanya hivi ni mbaya, then I make them begin to acquire a feminine which is not in them, and life becomes na wataanza kuiga hiyo mifano ya kike, kukua kimya kimya, kukua sana na haiko mzuri. James Dobson, one of the older people here. Huyo James ambaye anazungumzia. He wrote a book I read a long time ago, How to Bring Up Boys. Aliandika kitabu ambayo nilisoma miaka ilipita, akisi ya kukomanisha. And then How to Bring Up Girls. The way I handle Janelle with my daughter is different. Na kisi ninamlea mtoto wangu mwanamke huyu iko tofauti. How I make her feel emotionally comfortable as a woman is different. Kisi ninamfanya ajisikie kwa uhuru na ajisikie
anasikia iko na usalama kama vile mtoto mwanamke, iko tofauti. But it's different from when I do that to my son Jovan. Lakini iko tofauti ninapokufanya kwa hiyo mvulana wangu. I've got to give her car, improve it and make it sound loud and rough. That was what makes a boy. Nampatia hiyo gari, anaitembeza na fanya kabisa, nafanya kelele kwenye barabara, na hiyo ndio inamfanya jisikie kama iko mtoto mwanaume. And you are good with that. Na yeye anajiko mzuri kwa hiyo. But the problem we are having is society has made our boys be feminine. Lakini shida ambayo tuko nayo ndani ya society hii, tunakugeuza watoto wetu wanaume kwa wanawake. We've given them a name, ADHD, all those kind of stuff. Tunawapatia hizo mambo zingine ambazo zinawafanya, and those has really affected them. Na hiyo inaendelea kuwa especially the boy child. Na hao watoto wanaume hao sana. But the girl child, lakini mtoto wa kike, we are very good at. Ni mtuka vizuri nao. And so how I bring up my girl to be emotionally stable, kisi ninakomalisha msichana wangu kujisikia kukua na uhuru, is different from how I bring my boys to be emotionally stable. Ni tofauti na kisi mimi nakomalisha wa fulana kukua na if they are going to leave something, if I'm going to leave something for them, nikiwaachia kitu, kama nitawaachia kitu, I want them to retain my wisdom. Ninataka wasikie hekima yangu. My love for God. Upendo wangu kwa Mungu. My love for their mother. Upendo wangu kwa mama yao. So they know how to handle their wives. Ili wajue kisi ya kuchunga wake wao pia. Retain the faith. Kubakia ndani ya imani. Be prayerful. Kuwa waombaji. Be wise. Kuwa wenye hekima. And to learn to let God be God. Na kujifunza waache Mungu ampatie Mungu. In their failure, kwa kushindwa kwao, they can rise again. Wanaweza kusimama tena. I tell my children, naambia watoto wangu, it is okay to fail. Ni mzuri kuanguka. But do not remain in failure. Lakini usibakie chini kwenye kuanguka.